Jeremiah chapter 1. Yesu wastahili heshima. See, I have this day set thee over the nation and over the kingdom. I have elevated you over the nation. Thank you. It's good. I have set thee over the nation and over the kingdom to root out, to pull down, and to destroy, and to throw down, and to build, and to plant. Say amen. So these are the major area or responsibility that a leader should have. Kuna mambo masita, 6 function that a leader should operate in. Number 1, to root out. To root out. What are you rooting out? To root out problems. To root out problems. Kutoa, kungoa. Ni kungoa? Yeah? Ni kungoa. Kungoa. To root out things that destroy the system, things that destroy the organization. To root out. That is the major responsibility or the function for a great leader. So today I've set you before the kingdom and before the nation to root out, to identify the problems, to identify the gaps. Nimekuweka leo na kuna watu ambao wamewekwa leo kwa cell group. Kuna watu ambao wamewekwa kama elder. Kuna watu leo wamewekwa kama nani? Kama deacon and deaconess. Kuna watu ambao wamewekwa kama praise leader. Kuna watu ambao leo wamewekwa kwa several departments. See, I have set you before maybe tungesema I have set you before the church. Hallelujah. Your one function, it is to root out. Amen. To root out. Kuangalia kwa nini hatuendelei. I am missing amen. Amen. Kuangalia kwa nini kuna shida katika intercession. Si kusema tu watu hawakuji. We should know what is eating us. To root out the problem. Amen. To see the problem and to repair where is needed. Hallelujah. Amen. Leo ninaongea na mtu. Bwana amekuweka kuwa mkubwa wa asha. Kufanya ashari na utofauti na kubadilisha mambo. I have set you. Na unaona yule mtu ambaye ameambiwa nimekuweka juu ya falme na falme na taifa, ni mtu ambaye alikuwa ni mdogo. Ni mtu ambaye alikuwa wa miaka 10. Bwana anamwambia nimekuweka. Leo Bwana anaongelesha sio mtu kama Jeremiah. Bwana anaongelesha mtu ambaye ana capacity, mtu ambaye anaweza influence, mtu ambaye ana usemi, mtu ambaye anaweza badilisha system iingie vile inahitajika. Amen. Asema amen. Amen. I'm here to challenge you that God has set you in a higher office so that you may root out problems. Si kuangalia apostle atasemaje. No. Apostle ana kazi zake, pastor ana kazi zake, lakini wewe kwa hiyo kazi, je, unaondoa ugonjwa ama unaongeza ugonjwa? Number two function of a great leader, it is to pull down. Number 1, it is to root out. Say to root out. Root out.
I need to hear your voice. To root out. Say to root out. Use the mic. Say to root out. To root out. Number 2, to pull down. To pull down. To pull down ni kufanya nini? Kuangusha. Ni kuangusha ama kuteremsha. Kuangusha. Kuangusha. Fuata Biblia inasema nini? Inasema nini? Jeremiah chapter 1 verse 10. Shalabazaka. To pull down. Let's read Swahili version. Shalabadasa. Inasema nini? Kubomoa. To pull down. Hiyo ni kubomoa. Kubomoa ndio kuangusha. Okay, kubomoa. Sema kubomoa. Bwana amekuweka number 1 kung'oa. Kung'oa shida, kung'oa magugu, kupalilia, kuhakikisha vitu vinaenda sawa. Jambo la pili, to pull down. What are you pulling down? To pull down wrong structures. Wrong structures. Wrong structures. Kuna structures watu huwa wanajiwekea, na kuna structures ambayo organization ishaweka. Haleluya, Bwana asifiwe. So organization inasema kwamba cell group tunakutana saa ngapi? Amuongei baada ya ibada. Mimi naongea na watu, niangalie cell group tunakutana lini na saa ngapi? Jumapili baada ya ibada. Tunakutana masaa mangapi? 1 hour. Na wengine wanaweka system, sisi tutakuwa nakutana Jumatano saa 8, na yetu ni ya 5 hours. Yetu tunataka tuweke kiroho. Hii ya Jumapili hapana, nataka tuweke kitu ambayo apostle akiona anasuka. No, hakuna kustuana hapa. Ambia mwenzako hakuna game ya kustuana hapa. Na sikusikii ukiongea, sema hakuna kustuana hapa. Amen. Now, as a leader, you should pull wrong structures, wrong ideology, mawazo mbaya, mipango mbaya. Nilikuwa na watu ambao walikuwa wana mipango yao, ni watu ya kiroho sana. Walikuwa wanakuja wanakutana pale kwa miti pale, wanasema tunashika anga. Sasa nashukuru wote, maisha yao haifanani Kenya walikuwa wanasema. Haleluya. So kiongozi kazi yake ni kupull down strong ama wrong bad structures. Sasa lazima watu wafuate ile structure tumeweka. We have to move in one direction. We have to pull in one direction. Amen. Kutokea kwa Sunday school tukielekea mpaka kwa the Gideons, lazima tuende kwa mwelekeo moja. Amen. Kiongozi wa ibada anasema ibada ya leo ni tofauti. Sema ni tofauti. Ni tofauti. Na anaanza kuweka viti yake. Tunauliza, are you operating within the perimeters ambayo tuliweka? Najua ibada ya leo tutakuwa tunatoa unabii baada ya unabii. No. Sisi hatujawekwa kwa foundation ya unabii baada ya unabii. Haleluya. Huyu anatoa unabii, huyu ananena kwa lugha, huyu anarudisha. Please. Structure. Kuna mahali pengine inawaka vizuri, mwingine anaongea hivi, mwingine anajibu hivi, lakini sisi hiyo hatuwezi. Sisi tuko na structure yetu.
Na ndio unaonaga kuna mtu ambayo ametoka kanisa ingine, lakini bado anasema huko tulikuwa tunafanyanga hivi. No, huko ni huko, hapa tunafanyanga hivi. I'm speaking to the great leaders of this ministry. Amen. Amen. Sema, we are rooting out problems. We are rooting out problems. I can't hear you. We are rooting out problems. We are rooting out problems. We are pulling down what? Wrong structure, wrong ideology. Number 3. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu. Oh my God. To destroy. To destroy. What are we destroying? Harmful pattern. Harmful pattern. What are the harmful pattern? The pattern of rebellion. The pattern of disunity. Harmful pattern. The pattern of gossip. Lazima hiyo tunaiangamiza, ama tunaifanya nini? Tunaiharibu. We destroy it. And we are planting the pattern of prayer, the pattern of unity, the pattern of love, the pattern of giving, the pattern of celebration. Those are the patterns that we are putting in place. Their patterns are very harmful to our church, to our fellowship. We are destroying. Is it to destroy? We are destroying the pattern of absenteeism. We are destroying that pattern. The pattern of late coming. We are destroying that. Oh my God. Pattern ambayo tunaanza kitu vizuri, kufika katikati tunaachana naye. No, we are destroying the pattern of laziness. Laziness. Kalabagadesia alaba. Uko hapa bado? Na leo umetulia aje? Leo unaona uchangamuki? Hapa ni neno ichangamushe. So we root out problems. We pull down strong wrong structures. We destroy harmful patterns. Harmful patterns. So Jeremiah anaambiwa, hii ndio assignment nimekupatia katika Jerusalem. Nimekupatia katika hii taifa. Una identify the problem as a prophet, na unaitoa, you repair it. You pull down strong structures. Unajua kulikuanga na structures ya worship other gods. They were to be pulled down. Sema amen. Asema inawezekana. Amen. Now number 4. Sijui naenda haraka sana leo. Inasema nini? Nimekuweka juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa, kubomoa, kuharibu na kuangamiza. Kuangamiza. Hatujafika huko. Kuangamiza, si ndio? To throw down. To throw down. Kwa Kiingereza ungeweka, I think it is to throw down. Kuangamiza, kuharibu na kuangamiza. Tupatie na Kiingereza. Hallelujah. I think it is to throw down. As a leader, there are things we have to throw it away out of our system. One of the things we are going to throw, resistance. Resistance ni ile upinzani.
kuna resistance, kuna ugumu. Unajua vitu haiendangi vile watu wanataka. Halo? Kuna resistance Mount Kenya. So Kenya serikali inafanya, inakaa wiki 2 inarudi huko. Inatingiza hiyo resistance, ile ugumu iko mahali pale. So Jeremiah anaambiwa to destroy, to throw, inasema kingdom, to uproot, to tear down, to destroy and to overthrow, ambayo tunaita to throw down every resistance. Pole eka strings. To throw down every resistance. Kuna kuanga na resistance katika spiritual world ambaye ina resist any progress. Maendeleo yote, mipango yote inapingwa. Unaweza hubiri hivi na katika anga kumepingwa tayari, so hakuna baraka itaflow because there is resistance. Now, as a leader, you should throw down every resistance, every opposition, every energy that is working against your advance. So tunaipinga. Amen. That's why tunakuwa na maombi ya Tuesday, maombi ya kupinga, si ya kuomba. We are breaking it. Ndio kuna kitu inaitwa breakthrough. You are using force to make a way where there is no way. Amen. Sema amen. Amen. Sema resistance. Resistance. Hakuna mambo itakuwa rahisi, lazima ukuwe na oh my God. Wacha tusome hii mstari. Sijui kama naikumbuka, Ezekiel chapter 3 verse 3. Ezekiel nasema, Bwana anaambia Ezekieli, nimekutuma kwa watu wagumu, lakini kuna kitu nakupatia tofauti na watu wengine. Inasema, then he said unto me, son of man, eat this scroll I am giving you and fill your stomach with it. So I ate it, and it tasted as sweet as honey in my mouth. Now verse 9, let's go verse 9. Verse 9. I will make, oh my God, I will make your forehead like the what? Hardest stone, harder than flint. Do not be afraid of them or terrified by them, though they are rebellious house. Hii ndio kile ambaye prophet Ezekiel anaambiwa kwamba I will make your forehead like the hardest stone. Lazima Mungu akuandae ukue sijui hiyo nini ya mafundi inaitwa kifoi ama inaitwa nini? Ile nyundo ile ya kugonga mawe hiyo. Kuna nyundo ambaye ikigonga mawe nyundo yenyewe inaharibika. Huyu mzee anaijua. Ile nyundo ya kugonga mawe ikigonga mawe inafanya nini? Mawe inaondoka. Niletee, nafikiri ndio ile pale. Niletee pale. Niletee ndio ile pale. Sasa ikue vizuri. Harakisha bana, acha kuzeeka. Harakisha sana. Mbio. Uko mbele. Mbio. Yes. My God. So exactly. Nahubiri kitu yenye iko hapa. Hii si ya kuingiza msumari. Hii inadili na mawe. Hii inadili na vitu vigumu. Hii inadili mahali ambapo nyundo ya kawaida haiwezi fanya kazi. So inadili na resistance. Bwana anaambia Ezekiel, nitafanya kichwa chako, oh my God, ikuwe ngumu kama mawe, kiasi ya kwamba udili na rebellious house.
Yaani tunasema hivi, Bwana anakuunda usikuwe tu mtu wa kawaida, ukuwe mtu ambayo hakuna chochote kitapingana na wewe. Amen. Sema amen. Amen. So kulia kwamba hauna nguvu, kulia kwamba haiwezekani, ni wewe mwenyewe. Bwana ashakuandaa kwa that time as a leader kusukuma mbele. Amen. Na leo niko hapa kukuencourage. God has made your forehead to be harder than the hardest stone. Amen. In the name of Jesus. Amen. So that you may deal with any resistance in the spiritual realm. Amen. Hallelujah. Amen. Sema ninayaweza Ninayaweza mambo yote kupitia Kristo anitiaye nguvu. These are the leadership responsibility and influence. Lazima utafute space katika ulimwengu wa kiroho ndio ukapate kuadhiri maisha ya kawaida. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna kiongozi mmoja Kenya, hata ungeweza kumweka kwa jela, ungeweza, kwa sababu hiyo jela na nyinyi wote itachomwa. Hakuna vile ungemfanya. Anaweza jiapisha akuwe president na anaitwa president mbele ya president. Hivyo ndiye penye alikuwa very strong. Oh yes. Yeye mwenyewe ni system. Hakuna koti utampenda kando na Supreme Court peke yake. Oh yes. Sasa Bwana anasema, see, I have set you before the nation and before the kingdom to root out problems, to pull down wrong structures, to destroy harmful patterns, to throw down resistance and opposition working against our advances. Yes. So mtu wa Mungu, Bwana amekuinua kwa kiwango ambayo you don't need to complain. Unatakana ukuwe mgumu. Oh yes. Unatakana ujiandie na uambie roho yako na maneno yako yakuwe magumu, kinyume na maneno yote yanaongewa kinyume na maisha yako. Amen. Now let's move further. Shalabaziketeleba. Thank you Jesus. To build. Pastor kama amesahau apewe chai. Inasema ni to build. To build. The fifth one is to build. To build. Yes. See, today I have appointed you over the nation, kingdom, to uproot problems, to tear down what? Wrong structures. Yes. To destroy harmful patterns. To throw down resistance, to pull, to build. Yes. To build. What are we building as leaders? We are building systems. We are repairing structures. We are building divine systems. Mwelekeo wa kiungu. System ni kumaanisha vile tunafanya mwaka huu, tutafanya mwaka kesho, mwaka hiyo ingine. Okay? Kwa mfano, one of the system ni system ya anniversary. Yes. Hakuna vile tutaruka. Oh yes. Tumeiweka ikuwe part ya our system and our culture. Oh yes. Ikifika June the third week, lazima tukue na anniversary. Oh yes. Ikifika December, lazima tukue na kitu inaitwa Thanksgiving. Yes. Ikifika January, anaongea na mtu wa Mungu. Oh yes. Ikifika January, lazima kukue na nini? Prayer and fasting. Ikifika March, lazima kukue na nini? Apostolic March. Yes.
ikifika February Yes. mpaka Mei lazima kuko na nini? Project. Yes. Those are systems ambayo lazima tuifuate, na wakati tunapofuata the systems zinasaidia organization kukomaa. Oh yes. Hakutakuwa na confusion, either kiongozi yuko ama hayuko. Kwa mfano, pengine nimeenda Brazil, bado system itafanya. Oh yes. The structures will operate minus the leader. Hallelujah. Amen. Sisi kwa napenda Brazil na sina mtu Brazil huko. Amen. Amen. So to build system of prayer, we have to build the system of prayer. We have to build the system of accountability. Lazima tupeane hesabu ya pesa yote tumepata. Hiyo lazima tuwajibike. Lazima to build the system of honor. Heshima lazima ikuwepo. Amen. Sema amen. Amen. Now the function of a great leader is to build system, to destroy evil patterns ambazo zinazuia system ya Mungu kuflow katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Ya mwisho, Jeremiah chapter 1 verse 10. Oh my God, this is so important. Hii tungefundisha kwa leadership, but ni ya maana sana. Oh yes. Kingdom to uproot, to tear down, to destroy, to overthrow, to build and to plant. Hizi ni mambo 6 ambaye prophet Jeremiah alipewa na Mungu. Oh yes. So number 6, to plant vision. Amen. Where there is no vision, People the perish. people perish. Where there is no vision, there is no direction. Where there is no vision, confusion overrule. There is no order. Where there is no vision, there is no discipline. Oh yes. NIV says people cast their restraint. Vision, maono. Sema maono. Maono. So tukikosa maono, Oh yes. kazi ya kiongozi ni kupalilia maono, Oh yes. kuweka maono. Amen. Watu waelewi, inamaanisha wewe haujui lugha ya watu. Inamaanisha unatakana ufike kwa level ya watu, wakielewa maono watashika maono, wakishika maono watabeba maono. Oh yes. Amen. Hallelujah. Amen. Na ni makosa kukuwa na family na hauna family vision. Oh yes. Mungu amekubariki, una watoto, unawasomesha, wanakuwa. Wakati utazeeka ndio utajua uko na vision. Hapo ndio mtu anaolewanga na anaenda mahali aliolewa akiwa maana kwako. Hapo ndio mahali ambapo kijana wa boma ana behave kama msichana wa boma. Now vision huwa inarudisha watu mahali pamoja. Vision ndio huwa ina separate confusion. Sema hapana, tumeanza kuchanganyikiwa watu wa Mungu. Oh yes. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sema maono. Maono. The responsibility of leaders, it is to plan vision. Amen. Mimi nilikuwa naangalia viongozi na wananiambia
tunajua ni watu wanasema kazi yako kama kiongozi kenye unasikiza kenye wanasema, kazi yako ni kupanda kile umeambiwa ndani ya maisha yao. Amen. You plant the vision. Amen. Na wakishika maono, Yes. lazima mambo yatabadilika. Amen. Nehemia alijituma, in fact hakutumwa. Alisikia vile ukuta ya Yerusalemu imechomwa, akauliza the remnant ambao wamebaki Jerusalem wakoje, akaambia wako katika hali mbaya, hakuna kitu inaendelea. Na yeye alikuwa kabera, wamepelekwa exile, akaomba nafasi arudi. Biblia inasema wakati aliporudi Jerusalem, akaangalia the state of Jerusalem, alikuwa na wakati wa kulia. Baada ya kulia, anasema katika Nehemiah chapter 2 verse 16, anasema let us come therefore and rebuild Jerusalem. Anawaita watu, anawakomodate watu warudi pamoja, Yes. ili walijenge lile Jerusalemu. Amen. Kumbuka, kulikuwako na mawe ya kujenga, kulikuwako na kila kitu, but kulikuwako na resistance. Kutoka wapi? Kutoka kwa Tobias na Sanballat. But after 52 days they were able to rebuild the wall, because there was a visionary and there was a vision. Yes. Wakati watu waliposhika maono, kile ambaye kilikuwa kinaonekana ni kigumu kikakuwa rahisi. Amen. Mimi ninaomba tushike maono. Hallelujah. Tukikamata maono, Oh yes. hii ambayo inakaa kama ni mlima itakuwa rahisi katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. So he was given 6 functions to do: to root out the problems, to put down strong structures, to destroy harmful patterns, Yes. to throw down resistance, and opposition, to build system, and to plant vision. Sema amen. Amen. Usimame kwa miguu yako, mtu wa Mungu. Hii neno ni very powerful. Oh yes. Inaweza hubiriwa anywhere, Amen. kwa any organization, Oh yes. na najua kwamba Bwana atatubariki. Hallelujah. Sema amen. Amen. Ambia Bwana, nisaidie Bwana msaidie. kwa nafasi ambayo umenipatia Nafasi ambayo Bwana, nikapate kuwa wa kujua shida na kutengeneza katika jina la Yesu. Ambia Bwana, tusaidie sikia leo. Asante kusikia. Kala barusia riparose ketele bashanda. Father, we worship your name. Thank you for this time. We give you all the glory. Thank you. Just raise your voice before the Lord. Inua mikono yako, ambia tu Bwana, Baba, tusaidie. asante tunakupenda. Reparosi katalaba. Tunakuinua Parose keteli alabasanda. katika jina We la Yesu. worship you, Lord. Asante. Kapare basi alaba. Wewe ni mfalme. Lema sendere bosi katalaba. Wewe ni wa uwezo. Wewe ni zaidi ya vile watu wanavyosema. Wewe ni mwenye nguvu. Tunakupenda, tunakuinua. Tunakuinua Thank you, siku ya Jesus. Thank you, Lord. katika Thank you, jina King la of Yesu. Glory. For in Jesus' name, amen. Amen. Celebrate somebody, pigia Bwana makofi. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tunashukuru Bwana kwa siku ya leo, na Bwana ni mwaminifu.